wazee walikuwa wankaa nyumbani kidogo, wamona mtoto wao wa kike yuwaja na tuktuk, na wazee walikuwa wankaa baada ya salati al-asri, baada ya muda mfupi wamona mtoto wao wa kike yuwaja pale nyumbani na wanawe na mafurushi yake. Tuktuk ikaja ikasimama akapaka pale pale mlangoni. Mama akaambia watoto, tukweni mzigo mtie ndani. Wakafoa mafurushi pale wakatia ndani, akamchukua pesa akampa mwenye tuktuk. Sasa wazazi wamuulize yule mtoto wao wa kike, wamwambie mumfanyanaje wewe na mumeo, mbona mbeba mizigo yote mpaka na watoto kuja huku, kuna nini? Asema ni yake bwana. Ambia sisi hatuwezi kukuacha mpaka utuambie, ama sipe urudi kwa mumeo. Naam, rudi kwa mumeo. Yule bibi akamwambia babake na mamake, akamwambia mimi alhamdulillah, mume wangu anitizama kwa chakula, mume wangu awalipia watoto school fees, tutakacho tapata. Lakini sasa tatizo, mimi nimeomba talaka, mume wangu alipe talaka karibu mwaka sasa, hataki kunipa talaka. Shida nini? Shida mpelewa. Ampelewa mume wangu, ampelewa na mimi nala nikishiba, na mimi napata ada yangu ya kila mwezi, lakini service hana. Hawezi kubonyeza. Walipata shaka wangu kabisa. Sasa mkaonelea mimi na mrai kwa muda mrefu, na wewe tafuta mwenzako ambaye mpolewa kama wewe mkae. Mimi sasa nashiba. Mwanamke anamwambia mume, bibi amwambia mume wake tafuta kuna wake ambao hawana hisia. Kuna wanawake ambao hawana hisia. Tafuta mwenzako kama huyo. Sasa swala langu laja hapa, shekhe wangu Izzuddin. Huyu bwana ameraiwa na huyu bibi takriban mwaka mzima, talaka yasema ajua kuoa hajui kuata. Na wazazi baada ya kupata ile kalima kutoka kwa mtoto wao wakamwambia, una haki ya kukaa, una haki ya kurudi tena kwa yule mume, kwa sababu kurudi kwa yule mume pengine unaweza kwenda kazini, maana hutaweza kujizuia matamanio yako. Sasa swala langu la hapa, shekhe wangu Izzuddin, aweza kwenda kwa kazi akanunua talaka huyu bibi, au afanye nini ile divorce ipatikane, apate mtu mwingine wa kumwoa? Naam, umepata shekhe wangu sana tena sana, na asante sana, shukrani. Mke aliolewa na mume ambaye kwamba mume hafai, ndio mume sasa kwa sasa hafai, au hakuna mume amekuwa hafai. Kwa hiyo maana hafai, pengine ni hodari kwa mateso, lakini mwanamke anatakana shughuli, afanye nini? Sharia imemruhusu. Kuna kitengo katika sharia chaitwa babul fasli, mlango wa kufisahi ndoa. Kuna mlango wa Abu Jai unasema mar'atu mume hurejesha akiwa na aibu kama hizi. Kurejesha maana yake vipi? Ile ndoa mume kawazimu, mume akiwa ni inni ni mwanamume ambaye kwamba halali hawezi kupandisha bendera mmoja haikuruhusu mingoti kwa kujibika kunda. Sio, umenifahamu? Huyo ndio inni vipi itafika? Kwanza tuelewe kitu moja, ukisafi ndoa
ni tofauti na talaka. Kupewa talaka, kufisahi ina maana ile ndoa ya vunjwa, kama vile na yeye hamjawahi kufanya nini, kuoana, ila lipo, lakini wewe na yeye kama hamjaoana, kwa maana siku mmekubaliana tena mwenye muishi pamoja, uona kadhani mwanamume huyu asokaa kuliko wanaume ambao katika maradhi mara huku mara huku katika ukimwi, kadhani ile mahali na ndoa liendelee kufanya. Umenikama sasa wakiamua kutakurudiana, tuambia kuwaweza wakaoana kuzaa amtia mahari mapya na ndoa pia. Walikuwa wametokana, haisabiki kama wametokana. Kwa sababu badili safi hawakuwatana. Sasa huyu mwanamke akimwona mumewe, siku ya kwanza hakuna kitu, siku ya pili badilisha bendera, kuja kuingia kuanzisha bendera, hapa bendera ipande, bendera ipande, bendera ipande. Mwanangu ni vipi? Hata mimi sijui, nimechanganyikiwa. Ngoja kama tupigie siku ya fedha na ya kasa na ya kondoo, hizi vitu vyote vitanganyiwa mahala pamoja. Alkasus mashamshamuta kufanywa yeye, mastafeli, kila kitu mekuna, hakuna chochote kijasho kitu. Mke ana haki kwenda kwa kazi. Akenda kwa kazi atamwita yule mume, bwana huyo amesema wewe chuma cha bendera kiko, lakini bendera yenyewe hamna kabisa. Hiyo bendera pia atamta kabisa, hakuna. Sasa ni vipi? Ni kweli na nimekubali. Akiridhia, akikubali, ule mkazi anamwambia kwa matakwa ya mke nimeivunja ndoa. Kuanzia hapo sasa, huyu si mkewe na huyu si mumewe, na yuangae na huyu enda lazima akae. Lakini mume ana haki kumwambia bwana kazi, haya mambo mapya naomba unipe muda. Atapewa mwaka mzima, atapewa mwaka. Kwa nini apewe mwaka mzima? Kwa sababu mwaka una kusudi 40. Kuna joto na joto kali, kuna baridi na baridi. Henda kupangile siku hizi joto liko juu, yeye kwanza akufanye kitu. Henda joto likiwa sawasawa, akaanza hapo. Henda kuma na baridi, mwili kufanya nini? Mwaka baada ya mwaka. Yani leo tarehe ngapi? 17 Ramadhani. Tunamwambia mpaka Ramadhani 17. Ikiwa kuna siku angalau ikifika shahada la ilaha illallah chanda kiliinuka, haya. Ikiwa bado unaona pale chini, huko baridi bado automatically ile tarehe 17 sawa ile ndoa ya nini? Yeye mwenyewe automatically haingoje tena kuomba haya tena kwa sababu hapa. Tumefahamu vizuri, tumefahamu sana vizuri. Haito yule mwanamke kuzaa kwanza kumstamilia ni ujinga wake. Umemwona mumeo siku ya kwanza siku ya pili bila kujaribu, hakuna kitu. Hata mama mwambie na wewe unahitaji, na wewe unahitaji, na pengine yule mume hana njia nyingine mpaka hapo. Pengine kuna wengine bendera haipandi, lakini aweza akapanga na yeye bendera. Tumungu bendera pekee akadaiwa yeye. Kuna njia nyingi za kufanya mema kwa yule bendera. Walimu kwa bendera ni umiliki tu, hauko umeiba majansi kwa nao, lakini bendera bado ipo. Basi ikiwa ni basi hakuna mashtaka, mke wangu hafai. Wajua kwa nini ikawa mume hafai? Ndio ikawa masala, kwa sababu mke hatoi talaka. Vile mkeo siweza kuwa na matatizo automatically neema ustahimili, lakini ukianza kustahimili unaendelea kufanya nini?
Kwa sababu katika sharia, katika dini hakuna sababu za talaka. Kule kutokuwa kuna sababu, ndio sababu. Na sababu nzuri ni kwa wewe kwa mtu huna sababu, ndio sababu nzuri. Saa ingine ni nzuri kuatana hamuna sababu kuliko kuatana munao, kwa sababu kule kukosa sababu ndio sababu. Mmemwata kwa sababu gani? Sina sababu. Haiwezekani, basi ndio haiwezekani. Kwani unaweza kuwa na mwanamke bila sababu? Haiwezekani mtu akampenda mwanamke bila sababu. Ni jumuni mjazao wewe unaonekana na shida. Yawezekana kumpenda mwanamke bila sababu, haiwezekani. Na haiwezekana kumtumia bila sababu. Msitari ukasema wewe sasa unaniambia ustaz, mume wangu ameniacha bila sababu. Ndio sababu? Vipi? Ndio hana sababu ndio? Na kadhalika kwa maana kuatana kwa wema ni kwamba umeatana hakuna sababu yoyote ya kuatana, mkatana ndio kwa wema. Usikubali, sio fanya lolote. Talaka ikiweko kama makubaliano. Umefahamu? Naam, Bismillahirrahmanirrahim.